Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa hapa siku ya leo. Tulikuwa na somo kubwa ambayo inasema kuhusu Kristo na wito wake katika mwili wa Kristo. Kweli kwamba Wakristo wengi tumeokoka, tunamjua Kristo na tumekubali kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na mara tunafikiri kwamba kuokoka inaisha, na ndio unakutana sasa Wakristo wengi wanaingia kanisani, wanafanya miaka kanisani, lakini unapo evaluate maisha yao ya kiroho, huduma zao, kazi ambazo wanamfanyia Mungu, tunakutana hakuna, hawafanyi kitu. Wameokoka inatosha, wamekubali Yesu Kristo inatosha, lakini kiukweli kihuduma hakuna kitu. Na ndiyo maana tumetaka kwamba Wakristo waelewe kwamba wao ni viungo, kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 7, nasema basi nyinyi ni mwili wa Kristo na viungo kila mmoja kwa sehemu. Tayari tumejua kwamba sisi tumeokoka, tuko kanisa, tuko mwili wa Kristo, na kama vile mwili inavyotumika, na sisi pia tunakuwa viungo katika ile mwili. Na kama tukiwa viungo, inabidi kila Mkristo ajue ni kazi gani ambayo anapaswa kufanya yeye kama kiungo katika mwili wa Kristo. Na ndiyo maana tulikuwa na hii somo na inaendelea. Na tunaposoma Waefeso sura 4 mstari wake wa 11-12, iko inatuambia kwamba Mungu amefanya wamoja kuwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, ili mwili wa Kristo upate kujengwa. Kweli kwamba mwili wa Kristo utajengwa na viungo mbalimbali. Kama vile mwili wetu unajengwa, una kichwa inafanya kazi yake, mikono ina kazi yake, miguu ina kazi yake, shingo ina kazi yake, na vyote vinakuwa kwa mwili moja. Na ni sisi vivyo hivyo ndani ya Kristo tunakuwa viungo na tunatumika maksudi tupate kujengana na kujenga mwili wa Kristo. Na tunaposoma pia Wakorintho wa kwanza 12:7 inasema lakini kila mmoja mpewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote. Nisema kwamba kila mtu iko na kazi, kila mtu iko na responsibility ambayo anatakiwa kufanya maksudi mwili wa Kristo upate kujengwa. Hapa tunaweza kusema kwamba hakuna karama isiyo na maana. Mwili wa Kristo ni mchanganyiko wa vipawa, na pia ukikosa kutenda sehemu yako, kuna kitu mwilini kinakwaya. Kama utakuwa Mkristo ushindwe kufanya sehemu yako, ushindwe kufanya kazi yako, elewa kwamba kuna kitu ambacho hakitaendeka katika mwili wa Kristo. Tumeitwa sote kuwa mwili mmoja ndani ya Kristo, na tumeitwa sote kufanya kazi, kila mtu afanye sehemu yake, maksudi mwili wa Kristo upate kujengwa. Na hapo tunapaswa kutumika pia kuhudumu kwa upendo, pia kwa unyenyekevu. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Wakati tunatumika, utumike kwa upendo, lakini pia utumike kwa unyenyekevu. Ujue kwamba haukuitwa kutawala, lakini uliitwa kutumika. Basi nawatakia Mungu wabariki, na nawatakia pia kila Mkristo aelewe yeye ni nani kwanza, na ameitwa kufanya nini katika mwili wa Kristo. Hiyo ndiyo ambayo tunaendelea nayo, ni somo ambalo tunaendelea nayo. Ninaamini kwamba itakuwa baraka. Ni semina kubwa kabisa na ina vipengele vikubwa, na ninaamini kwamba kisha semina hii kila mtu ataelewa kazi yake, nafasi yake, role ambayo anakuwa nayo, responsibility ambayo anakuwa nayo katika mwili wa Kristo. Mungu awabariki. Amen.